Moja kwa moja tutaelekea kwenye dashboard. Huu ndio upande wa dashboard ambao tunafanya vitu vyetu vyote kwa ajili ya website. Tukianza home ndio kama hii page ambayo unaiona hapa. Updates zote huwa kuna namba fulani huwa ina pop up hapa mbele kwamba kwamba kuna kitu fulani na kitu fulani ni cha ku update. Post, zile blog post zote huwa tunazipostia hapa. Tutaichimba kwa undani mbele zaidi. Media, zile picha zote ambazo huwa tuna upload kwenye website zetu kwa matumizi tunaziweka hapa. Na kwa saizi nashauri picha nyingi ambazo uko na upload ile kwenye format ya WebP ili uweze kuload faster kwenye website. Pages zote ambazo zinaonekana kwenye website huwa tunazitengeneza kwenye hii section hii ya pages. Kama kuna kwenye blog post watu waki-comment, utakuwa zile comment unaziona hapa na utakuwa na option ya kuzi-approve. Au saa nyingine kwamba website ni kubwa sana, nataka mtu yote comment iende sawa. Kwenye appearance hapo tunakuwa tuna mambo mengi na huwa panabadilika kutokana na vitu ambavyo huwa tunaviweka. Ile cha kwanza kwa sasa tumepata option ya sehemu ya kuweka themes zetu. Themes zetu ambazo uta-install ndio zitakuwa zinatokea hapa. Kuna muda mwingine theme huwa tunakwenda kuedit kwenye upande wa nyuma kabisa kwenye code. Ndio tunaingia kwenye hii option ya editor. Hapa plugin zote tunainstall katika hii section hapa, na kama pia ikiwa iko out of date itakwambia utakuja ku-update hapa. Watengeneza site ambao ina user zaidi watatu wanne kwa ajili ya kulogin na kufanya updates. Hizo zote tunawatengenezea hapa. Kuna baadhi ya tools huwa zinakuwepo hapa, ingawa huwa situmii sana hii section, ila huko mbeleni tutakuja kuchambua zaidi. Setting mara nyingi sana huwa tunakuja kwenye general hapa kwa ajili ya kubadilisha jina la website. Ingawa pia hii option pia utaiona ukisha install theme kwenye customization pia unaweza ukafanya. Tuseme training, maybe tagline tusema alafu kwenye writing hapa huwa sipatumii sana. Kwenye reading hapa huwa tunapatumia kwamba ukishatengeneza page inabidi useme kwamba website ikifunguka page ya kwanza iwe ipi. Kwa saizi by default website ikifunguka kuna blog post ndio ambayo imewekwa kama ndo home page. Kwa kama baada ya kutengeneza pages, utaselect static page, pages zitajilist hapa, home page nani, uta click kusema save. Kwa discussion hapa hapo pia huwa hatupatumii sana, ila huko mara ambapo tunaendelea mbele tutakuja kugusa. Most mimi huwa sipatumiaje. Hapo kwenye media labda unakuja unasema kwamba nataka kwenye ile image ambayo ni ndogo size ambayo tunaita thumbnail size, utaamua uweke kipimo gani. Na ile medium uweke kipimo gani, na ile picha ambayo ni kubwa size uweke kipimo gani. Hii ni kizio ambacho ni default. Ila kwa size level ambayo tumefikia tunatumia 2048 mara mbili ya hii. Kwa tuna 2048 hapo ni 1113 kitu kama hicho. Au 1135 kwa ajili ya page. Kile kitu kisha lazima useme save changes. Kwa permalink
hapa sasa ndio huwa tunakuja kuweka link nzuri ya website yetu, na link ambayo huwa sana tunaitumia hii hostname, ndio nzuri zaidi, kwamba itakuja jina la website afu itakuja jina la page, na ukimaliza una save changes. Mpaka hapo tunakuwa tumemaliza kwenye upande wa introduction.